Bwana Yesu asifiwe sana, ndugu mtazamaji wangu na msikilizaji wangu mpendwa mzuri kabisa. Ninamshukuru Mungu kwa neema yake katika siku ya leo. Tena liko jambo ambalo natamani nikushirikishe. Nataka leo nikufundishe kwa dakika chache sana siri ya kuipata amani. Siri ya kuipata amani. Inawezekana yako mambo ambayo yanakuondolea amani ya moyo wako, na amani ni kitu muhimu sana kwenye maisha yako. Kikiondoka hicho, unapoteza dira na mwelekeo wa maisha. Sasa nataka nikupe siri ya kuendelea kuitunza amani yako, siri ya kuendelea kuitunza amani yako, siri ya kuweza kukusaidia kuwa na amani. Nataka nikupe siri tatu kubwa za kuwa na amani. Siri ya kwanza inaitwa kupenda sheria ya Bwana. Kupenda sheria ya Bwana. Kuipenda sheria ya Bwana kutakufanya upate amani. Sheria ya Bwana yupi? Sheria ya Bwana Mungu. Sheria ya Bwana Mungu. Nini maana neno Bwana? Bwana maana yake ni mmiliki. Bwana maana yake ni mtawala. Bwana maana yake ni mheshimiwa. Kwa hiyo Mungu ni mtawala wako. Ukipenda sheria ya Mungu ambaye ni mtawala wako, utapata amani. Ukipenda sheria ya Kristo Yesu, utapata amani. Kile kitabu cha Zaburi sura ile ya 119 ule mstari 165. Zaburi 119 ule mstari wa 165. Biblia inasema wana amani nyingi waipendao sheria ya Bwana. Wana amani nyingi waipendao sheria ya Bwana. Wana amani nyingi waipendao sheria ya Bwana. Kwa hiyo ukipenda sheria ya Bwana, amani inakuwa nyingi kwako. Hata kama watakuwa maadui, hawataondoa amani yako, kwa maana sheria ya Bwana ina kawaida ya kutengeneza amani ya mtu anayeipenda ile sheria. Ina kawaida ya kuumba amani iliyopotea. Ina kawaida ya kurejesha amani iliyoibiwa. Ina kawaida ya kurejesha amani iliyoondoka kwa muda mrefu. Watu waliopenda sheria ya Mungu walirudishiwa amani, walirejeshewa amani zao kwa sababu walipenda sheria ya Bwana. Hiyo ilikuwa ni siri namba moja ya namna ya kuipata amani. Bwana Yesu asifiwe sana. Siri ya pili ni kuomba Mungu, ni kumuomba Mungu. Kumuomba Mungu ni siri, kunaleta amani. Unapoomba, tunaposema kumuomba Mungu, tunaposema kumuomba maana yake ni kumwambia Mungu mahitaji yako. Maombi ni njia ya kuwasiliana na Mungu. Maombi ni njia ya mahusiano kati ya mtu na Mungu. Kwa unapokuwa na mahusiano ya maombi kati ya wewe na Mungu ya kudumu, ya maisha, yani amani ya Mungu itakuwa pamoja na wewe. Kile kitabu cha Wafilipi 4 ule mstari wa 6 mpaka mstari wa 7. Nitakusomea kitabu cha Filipi 4 mstari wa 6 mpaka ule mstari wa 7. Halafu unaweza kuona namna ambavyo Biblia inatuelekeza. Wafilipi sura ya 4 ule mstari mpaka wa 6 mpaka 7. Msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru haja zenu na zijulikane na Mungu, na amani ya Mungu ipitayo akili zote itawahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika Kristo Yesu. Unasikia mstari, na amani ya Mungu ipitayo akili zote
itawahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika Kristo Yesu. Kwa hiyo unapopata vitu vinakusumbua moyo, vinakuondolea furaha na amani, anasema usijisumbue. Kujisumbua maana yake nini? Kujisumbua ni ile hali ya kung'ang'ana kwa nguvu zako, kwa juhudi zako, kwa akili zako bila Mungu. Lakini hapa anatuambia kwamba tusijisumbue katika namna hiyo, bali tumwambie Mungu. Anasema katika yote kwa kuomba. Anasema kwamba msijisumbue kwa neno lolote, bali kwa kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kumshukuru, na haja zenu zijulikane na Mungu, na amani ya Mungu ipitayo akili itawahifadhi mioyo yenu. Kumbe tunapokuwa na shida, tunapokuwa na matatizo, tusijisumbue katika hayo matatizo, bali katika hayo matatizo tumpelekee Mungu, tumwambie Mungu, tumweleze Mungu katika njia ya kuomba. Anasema na amani ya Mungu ipitayo akili itahifadhi mioyo yetu. Kumbe tukimweleza Mungu, tukimwomba Mungu, kuna amani ya Mungu inayopita akili za kibinadamu, itahifadhi mioyo yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini jambo la tatu kwa siku ya leo, namna kuipata amani ni kumpata Yesu Kristo. Kumpata Yesu Kristo kutakusaidia kupata amani. Kumpata Yesu Kristo. Wathesalonike, waraka wa pili kwa Wathesalonike ule mstari wa 3 na mstari wa sura ya 3 ule mstari wa 3 nao unatufundisha kwa habari ya namna ya kuipata amani. Wathesalonike, waraka wa pili kwa Wathesalonike 3:16 nayo inasema, sasa Bwana wa amani mwenyewe na awape amani daima kwa njia zote. Bwana awe pamoja nanyi nyote. Sasa Bwana wa amani mwenyewe na awape amani daima kwa njia zote. Bwana awe pamoja nanyi nyote. Unapokuwa na Bwana Yesu Kristo, unapompata Bwana Yesu Kristo, anakupa amani. Kumbuka tumeanza na pointi ya kwanza, nasema kuipenda sheria ya Bwana. Unapokuwa na Bwana Yesu, anakupa amani. Tunaona watu ambao wana Bwana Yesu wana magonjwa yanawatesa, lakini wale wenye Yesu wakiwa na magonjwa wanajua yuko mtetezi ambaye ni Yesu Kristo. Kwa ndugu yangu, unataka kuwa na amani, unataka usichezewe na uchawi, unataka usikaliwe usiku, unamhitaji Yesu. Yesu ukiwa naye atakupatia amani. Pia Isaya sura ya 9 ule mstari wa 6. Isaya sura ya 9 ule mstari wa 6, Biblia inaendelea kusema, tuangalie hapa inavyosema Biblia namna gani tutakuwa na amani. 9 Isaya ule mstari wa 6 anasema, maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanamume, na uwezo wa kifalme utakuwa begani mwake, naye ataitwa jina lake Mshauri wa Ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, Mfalme wa amani. Ukimpata Yesu umepata mfalme wa amani. Ukimpata Yesu umepata mfalme wa amani. Nimekuacha ikiwa nimekupa pointi 3
za kupata amani. Ukizielewa hizi, ukizifuata hizi, amani nyumbani mwako itatawala. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki, kutendee mema. Acha nikuombee. Baba, katika jina la Yesu, muombee mtazamaji wangu anapotazama, akapokee amani yako katika jina la Yesu Kristo. Amen. Niandikia hapo chini kwenye comment section, andika amina ikiwa unapokea kile ambacho nimekuletea wakati huu. Mungu akubariki sana. Amina.